Kwa hiyo huu utukufu ambao tunauzungumzia haupo kwa wanaume, upo kwa watu wote. Lakini cha msingi, ili hao watu wawe na huo utukufu, lazima kwanza waweze kuwa na taswira ambayo ni ile taswira ya Mungu. Kuongea, kutembea, kuishi na mazingira mengine yote. Mazingira yasitubadilishie utukufu huu tunauzungumzia mahali hapa. Wanaume, tusifunikwe na kitu chochote. Na wanawake vivyo hivyo, msifunikwe na kitu chochote. Iwe usengenyaji, maana unaweza wakakufunika. Iwe ni tamaa mbaya, maana yake inaweza kukufunika. Kwa hiyo tunapozungumzia namna ya kuishi, tunahitaji kwanza, tunasema sisi ni nuru. Nuru yetu iangaze. Na maana nuru ndio hiyo bado inabakia ni taswira. Bado tunabakia pale pale kwamba sisi kama Wakristo ambao tunamwamini Kristo ambaye yeye aliushinda huu ulimwengu, na sisi inabidi tung'ang'anie ili tuweze kuushinda huu ulimwengu, ili kazi zetu, maisha yetu yasifanye nini? Yasitufunike. Kama mtu amekwambia sema hivi, useme hivi. No. Kama mtu amekuletea uongo, mwambie bwana, huu ni uongo. No. Kama mtu amekushawishi ndivyo, mwambie hivi sivyo. Kwa Mungu alitupendelea sisi wanaume, ametupa kuwa watawala kwenye majumba yetu. Lakini ule utawala aliotupa sio utawala wa katika mwili. Anataka tutawale katika roho. No. Ili hata watoto wetu tuwafundishe, ili hata wake zetu tuwafundishe. No. Kwa sisi kama wanaume tunatakiwa kuwa walimu. Kuwa walimu wa familia zetu. Haipingiki kabisa kwamba Mungu ametupendelea. Ametupa nguvu, ametupa uwezo, ametupa ubunifu. Na hapo mwanaume kwa sasa hivi, kilichokuja duniani sasa hivi ambacho ni changamoto kubwa sana, elimu ya duniani inajaribu kubadilisha uhalisia. Yaani mtazamo wa dunia unatamani kubadilisha utaratibu wa Mungu. Na sehemu ambapo tunaweza tukasema kwamba, kwa sababu anaposema haki sawa, kuna mahali watu wanaitafsiri ndivyo sivyo. No. No. Kwa hiyo unapokuja kama mwanamke umeambiwa haki sawa na mwanaume ameambiwa haki sawa, katika utaratibu wa Mungu haki sawa ipo katika kumcha Mungu, kwamba watu wote lazima tumuombe Mungu, lazima tuende vile ambavyo Mungu anataka. Ndio hapo naweza ukaingia. No. Yaani kama utakuwa unadai haki sawa katika ulimwengu wa mwili, ukasahau haki sawa katika ulimwengu wa roho, hawezi kufika mahala popote. No. Kwa hiyo dunia sasa hivi inapambana ikisema kwamba kuna haki sawa, kuna haki sawa, kuna haki sawa, kuna haki sawa. Lakini hao watu wanaosema haki sawa wanashindwa kuitafsiri. Bwana, hii haki sawa inazungumza kwenye kipengele hiki na hiki na hiki. Kwa mfano, ni haki sawa wote kwenda kusoma sawa. Lakini si haitokuwa haki sawa huyu abebe mimba. Kwa sababu kama ingekuwa haki sawa, si maana yake mwaka huu mimba anabeba fulani, mwaka ujana anabeba fulani. Wale watu wanazungumza haki sawa, lakini hawatafsiri bwana kwamba haki sawa hii. Lakini haki sawa hiyo pia inaendana na utamaduni. Kuna utamaduni mwingine pia ni mgumu kubadilisha. Kwenda sisi kama ambao tumeokoka, tunaposikia haki sawa lazima tuseme bwana haki sawa ipo. Tukienda darasani wote tunafanya mtihani mmoja, sawa haki sawa. Tukitaka kuajiriwa wote tunapata haki sawa. Lakini mazingira mengine hayawezi kuwa haki sawa, kwa sababu Mungu alishaweka utaratibu. Sisi kama Wakristo tunatakiwa kwenye huu Kristo sasa tuwakilishe kule, ili mtu atambue kwamba huyu bwana ameoa kabisa mke okoka, huyu bwana ameolewa na mume aliye okoka. Watajuaje? Jinsi vile mnavyoenenda, jinsi vile mnavyoshirikiana, jinsi vile mnavyoshikamana. Ukianza kuhadisia bwana sisi cha kwetu tunaweka pamoja, watasema kweli hawa watu wanaelewana. Lakini ukianza kusema bwana unajua mimi mama amejenga nyumba kule na mimi nimejenga nyumba kule, na kwamba haki sawa sasa hapo imeanza. Mama amejenga nyumba Kinondoni na mimi nimejenga Kinondoni, hapo haki sawa inakuwa haipo.
Lakini mkianza kushuhudia, bwana, mimi na mume wangu tunaweka pamoja, na maana hapo kuna kitu unakifundisha. Sisi tuko mahali hapa kwa maana ya kwamba tukaifundishe jamii. Hii jamii ambayo inatamani kutufunika sisi, tunatakiwa sisi tuifunike. Haina maana kwamba tujifunike vitambaa, tujifunike kofia. Tunatakiwa tutoke hapa, tukitoka twende tukafundishe wenzetu. Tuwaeleze, bwana, sisi ndoa zetu zina 1 2 3. Zina utaratibu huu. Tunaishi kwa mpangilio hivi. Ndio hapa Mungu anasema kwamba mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Kwa maana mwanamke, sawa, hata kama kiinuliwa vipi, bado anatakiwa mtambue mume wake kwamba ni kichwa. Atambue kwamba kuna haja ya kwenda kwa mume wangu na kumwambia, mume wangu, bwana, tumepata hivi, twende tukajenge mahala fulani. Lakini sio wewe umeokoka hapa, unatoka hapo naenda kwa jirani yako, bwana, unajua mume wangu hajui kama nina milioni 2 hapa. Hasa mimi nataka nikanunue kiwanja sehemu fulani. Hapo kunakuwa hakuna ule uhalisia. Na maana wewe unakuwa umefunikwa na mazingira kwa sababu umepata ile hela yako milioni 2 inakufunika, unaenda pembeni. Kwa wapendwa tuliopo hapa, tunatakiwa ukifahamu ni kwamba sisi tunatakiwa tuwe nuru, tukawaangazie wenzetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapaswa kuakisi utakatifu wake. Mathayo 5:16. Mathayo. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kwa jina la Yesu. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu. Na maana sisi kama Wakristo, neno la Mungu linasema katika Mathayo 5:16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nitarudia tena. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Matendo yetu yafanye nini? Yaangaze. Maanake matendo yetu yasifunikwe. Mwanaume, mazingira yasikufunike. Mwanamke, mazingira yasikufunike. Uyashinde, ili wale wanaotembea nao waweze kutambua. Kwa sababu mtu akishakushauri kama hivi tulivyokuwa tunazungumza kwamba nuru yako, matendo yako yaangaze. Nuru yako iangaze. Iangaze katika giza. Hapa tuzungumzie giza, tunazungumzia katika wale watu naoishi, katika ile sehemu unakofanya kazi, katika yale mazingira unayoshinda, katikati ya ndugu zako. Waweze kufahamu Bwana kwamba huyu ndugu yetu ana 1 2 3. Kwamba wewe umekuja huku kutoka kule kwenu, unafahamu kwamba tunatambika kila mwezi fulani, au kuna vikao vya matambiko kila wakati fulani, ili matendo yako yaweze kuangaza kule pale utakapoambiwa, bwana, huku sisi tuna mchango wa nini? Mchango wa kufanya kitu fulani. Utaanzia pale. Hutofikiria kwamba hawa ndugu zangu watanitenga, kwa sababu endapo wewe utakubaliana nao, ukaenda ukashirikiana nao, maana yake wao wamekufunika. Sasa badala wewe wafunike, wamefunika ile nuru yako. Badala nuru yako iwaangaze, wewe wameifunika ile nuru yako. Inakupasa wewe nuru yako sasa uzungumze pale, bwana, mimi hao mambo sasa hivi sihusiki, mimi namtegemea Yesu. Amkwambia huku kuna haja ya kununua mbuzi ili tukafanye sherehe ya mwaka, na unajua ile sherehe labda wanaalika watu fulani, wanatakiwa usimame, bwana, mimi huo mchango sihusiki, na hiyo ibada hata jina langu msitaje na watoto wangu. Lakini ukinyamaza ukasema, bwana, haina shida, mchango nitatuma, na huko kanisani unakuja. Yaani wewe unakuwa umefunikwa na wale ndugu zako.
Lakini vivyo hivyo hata ukishauriwa katika kutenda jambo baya ukajikuta umeshiriki, unakuwa umefunikwa, nuru yako inakuwa imefunikwa. Haijalishi ni mwanaume au ni mwanamke. Huu utukufu tunaozungumza, hatuzungumzii utukufu wa mng'ao wa kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Tunazungumzia utukufu wa rohoni. Tunazungumzia katika ulimwengu mwingine, hatuzungumzii katika ulimwengu wa mwili huu ambao ni wa kawaida. Na hii nuru tunayoizungumzia, hatuzungumzii nuru ya mapambo. Tunazungumzia nuru katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kila kitu kitaanzia katika ulimwengu wa roho. Ndio maana nasema matendo yetu tunaweza tukayaona. Kwa sababu matendo yataonekanaje? Kama mtu atakwambia bwana, leo sisi tunaenda kutambika, na wewe unasema na mimi nakuja. Lakini ukiwaambia bwana, leo sisi tunaenda kutambika, wewe unasema bwana, mimi leo siendi, na nilishafuta kabisa, wala sitarudia kufanya kitu cha namna hiki. Wale watu lazima watakuwa wametambua huyu mwenzetu maana jidai. Kwa mfano, siku moja kuna mtu mmoja alikuwa amenunua eneo shamba kule Dodoma. Katikati ya ile shamba kule Dodoma akawa anataka kujenga nyumba. Wakati ule amenunua lile eneo kwa gharama yake na kwa hela yake, anataka sasa kukata mti uliopo ndani ya shamba lile. Wakati ameita watu wakataji, maana yeye si mgeni, ikabidi aite wenyeji wa kijiji kile waje wakati ule mti. Wakaja watu akamwambia, mzee, unaona huu mti huu mti hivi ulivyo, yaani wewe ukiukata, ukioza tu, na wewe unafanya nini? Unaoza. Akasema huu mti ukiukata, yaani na wewe, yaani ule mti unavyoza na wewe utafanya nini? Utaoza. Sasa jamaa, bahati nzuri neema ya Mungu alikuwa naye na alikuwa ameokoka. Akasema yeye, akawajibu sasa, walikuwa watu 8, akawaambia hivi, kama huu mti nikiukata na huu mti ukaoza, na mimi huyu aliyopo ndani yangu akaoza kwanza. Sasa wale jamaa wakamwangalia, wakamjibu, mbona huyu jamaa anadharau? Yeye anasema aliyopo ndani yake, ana maana gani huyu? Akasema aliyopo ndani yangu akioza, na mimi nitakubali nioze. Kweli akaukata mti. Aliokata mti, na bahati mbaya ni kwamba shetani aishi hapo yani. Aliokata mti, akajenga nyumba, akawa naona yanayoendelea pale, lakini mwisho wa siku Mungu akamshindia, na mpaka leo yuko hai. Lakini fikiria yule mtu kama pale alivyoambiwa kwamba ukiukata huu mti na wewe unaoza. Yaani mti unavyooza na wewe unaoza. Sasa ndio wewe labda huko mahali pako nyumbani umekaa, mtu anakuambia bwana, uking'oa hili jani likinyauka na wewe unanyauka. Halafu na unatoka pale kwa unyongo unasema huyu jamani mchawi sana. Hapo sasa umemfunika nani? Amekufunika haja kufunika. Lakini wewe bwana alikuwa shujaa, akamwambia live, akamwambia huyu aliyopo, na alikuwa yuko vizuri. Kinachotuondolea huo utukufu sisi ni michanganyo. Kinachotuondolea sisi huo utukufu ni kule kuto kulishika neno la Mungu, ni kule kuto kujiambatanisha na Yesu Kristo. Lakini tuna nguvu, tuna mamlaka, tuna uwezo ndani ya Yesu Kristo. Na sio hapa tu, watu wana changamoto nyingi. Kuna watu hapo wanasali hapa. Unaweza kumkuta akitoka hapa nyumbani, akija kanisani, kuna vile vitambaa na wafungaga watoto hapa. Akija hapa kanisani anakitoa. Na akirudi nyumbani anajifunga. Yaani ukija kanisani anajua kabisa leo naenda Jumapili kwa warokole, vitambaa kile cheusi anatoa. Akirudi nyumbani anakumbuka, anaweka. Hapo nuru inaangaza hapo sasa. Yaani nuru inaangaza, jirani yako kabisa anajua kabisa huyu mbona na yeye anafunga. Badala umshauri bwana, mwambie sisi tukibandika damu ya Yesu watoto wetu wanacheza. Mbona sisi tukibandika tukiomba kwa jina la Yesu tu, mbona sisi tunaamka? Baba, tunapozungumzia swala la kufunikwa, haimaanishi ni kujifunika vitambaa. Mwanaume usifunikwe, haimpasi kufunikwa, ni katika ulimwengu wa roho. Sio katika ulimwengu wa mwili. Sio katika ulimwengu wa maneno tu kusema Sio katika ulimwengu wa kubishana wala wa kupigana ngumi. Ni katika yale matendo yanayompendeza Mungu.
ni katika ile kusudi ambayo Mungu aliiumba, ili sisi tumtumikie, ili sisi tumpendeze, ili sisi tuwe walimu wa walimu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe nuru yako hakikisha mahala popote unapoenda inaangaza. Mahala popote unapokanyaga inaangaza. Mahala popote unapozungumza inaangaza.